Kuna taifa moja katika Biblia ambalo Mungu alikataa kulisamehe. Sio Misri, sio Wababeli. Sio mataifa yaliyokuwa wakichoma watoto wao hai kwa Moleki. Taifa moja tu. Ni taifa pekee lililopata kitu ambacho hakuna watu wengine katika maandiko waliwahi kupata. Chuki ya milele ya Mungu. Na hiki ndicho ambacho watu wengi hawasemi, kwa sababu mfalme mmoja wa Israeli hakutii amri ya Mungu ya kuangamiza. Mzawa wa taifa hilo alikuja kuwa na mamlaka miaka 500 baadaye. Jina lake lilikuwa Hamani. Na alikaribia ndani ya siku chache kuwaangamiza Wayahudi wote duniani. Kama Hamani angefanikiwa, kusingekuwa na kurudi Yerusalemu, hakuna hekalu kujengwa upya, hakuna Masihi, hakuna Yesu, hakuna Ukristo, hakuna wokovu. Mpango mzima wa ukombozi karibu ungeisha, kwa sababu mfalme mmoja alimwacha mtu mmoja hai. Hii ni hadithi ya Waamaleki, na mwishoni hautaisoma tena kitabu cha Esta kwa namna ile ile. Amaleki hakuwa adui wa kawaida. Alikuwa familia, mjukuu wa Esau, ndugu pacha wa Yakobo. Mwanzo 36 mstari wa 12 inatuambia kwamba Amaleki alizaliwa na Elfazi, mwana wa kwanza wa Esau, pamoja na suria wake Timna. Lakini hadithi ya Timna inaonyesha jambo la giza zaidi. Kulingana na mapokeo ya Kiyahudi, yani marabii, Timna alikuwa binti wa kifalme aliyetamani kubadili dini na kujiunga na familia ya agano la Ibrahimu. Alitafuta kukubaliwa na Ibrahimu, Isaka na Yakobo, lakini alikataliwa. Kwa kujibu hilo, aliolewa katika ukoo wa Esau na akamzaa Amaleki. Marabii wanafundisha kwamba alisema, kama siwezi kujiunga nao kwa heshima, basi nitaungana nao kwa aibu. Uchungu wake wa kukataliwa kwake vilihamia katika utambulisho wa mwanawe. Esau mwenyewe alikuwa na jeraha ambalo halikuwahi kupona. Alipoteza haki yake ya uzaliwa wa kwanza kwa Yakobo katika Mwanzo sura 25. Aliuzia baraka yake kwa bakuli la chakula. Kisha akapoteza baraka ya baba yake kwa Yakobo katika Mwanzo 27 kwa njia ya udanganyifu. Esau alipotambua kilichotokea, Mwanzo 24 mstari wa 33 inasema, akalia kilio kubwa sana chenye uchungu mwingi. Alimsihi baba yake ampatie baraka yoyote. Baraka aliyopata ilikuwa ya taabu. Kwa upanga wako utaishi, nawe utamtumikia ndugu yako, lakini utakapochoka utaivunja nira yake kutoka shingoni mwako. Esau akatishia kumuua Yakobo. Mwanzo 27 mstari wa 41. Siku za kumlilia baba yangu zinakaribia, ndipo nitamuua ndugu yangu Yakobo, maandiko yanasema. Chuki hiyo haikufa pamoja na Esau. Iliendelea kuishi katika uzao wake. Amaleki alirithi uchungu mara mbili, kutoka kwa kukataliwa kwa bibi yake na familia ya agano, na hasira ya babu yake dhidi ya ndugu yake pacha. Hapa kuna tafsiri ya Kiswahili ikiendelea kwa mtiririko ule ule. Alikuwa akisikia simulizi za jinsi ukoo wa Ibrahimu ulivyomkataa mama yake Timna, jinsi Yakobo alivyochukua kile kilichokuwa cha Esau, jinsi familia ya ahadi ilivyowatendea familia ya Edomu. Hii haikuwa tu uhasama wa kikabila. Hii ilikuwa jeraha la kifamilia
lililogeuka kuwa laana ya kitaifa. Waamaleki wakawa adui wa kwanza na wa kudumu wa Waisraeli. Huu haukuwa mgogoro wa kawaida. Hii ilikuwa ndugu dhidi ya ndugu uliodumu kwa karne nyingi. Chuki iliendelea ndani ya damu yao. Lakini ni nini hubadilisha uchungu wa taifa ambalo Mungu anakataa kulisamehe? Waamaleki walifanya nini hasa? Jibu linafafanua jambo kuhusu haki ambalo watu wengi hawataki kulifikiri. Katika kitabu cha Kutoka 17, Biblia inasema Israeli wakiwa wametoka tu Misri, wamechoka, wamejeruhiwa kisaikolojia, wana kiu, hawajajipanga, bado si jeshi, ni wakimbizi, wanawake, watoto, wazee, wagonjwa, watu wanaojitahidi tu kusali pamoja. Hapo ndipo Waamaleki walipowashambulia. Lakini hawakukubaliana na wapiganaji wa Israeli ana kwa ana. Kumbukumbu la Torati 25 mstari wa 17 hadi 18 linaelezea wazi walichokifanya. Kumbuka alivyokutenda Amaleki njiani ulipotoka Misri, jinsi alivyokushambulia njiani ulipokuwa umechoka na dhaifu. Akawakata wale waliokuwa nyuma yako, wote waliokuwa wanabaki nyuma, naye hakumcha Mungu. Walishambulia nyuma ya msafara, wazee waliokuwa hawawezi kwenda kwa kasi, wagonjwa waliokuwa wakitaabika, akina mama waliokuwa na watoto na waliokuwa wanachelewa. Hii haikuwa vita. Hii ilikuwa kuchinja wasio na uwezo wa kujilinda. Hawakuwa na sababu ya kimkakati kushambulia Israeli. Israeli hawakuwa wanavamia nchi yao. Hawakuwa tishio kwao. Huu ulikuwa ukatili kwa ajili ya ukatili. Na maandiko yanaagiza jambo moja la kutisha: hakumcha Mungu. Kauli hii inatumika katika Biblia kueleza watu waliovuka mipaka yote ya maadili, waliokataa kila kipimo cha utu. Musa, nabii wa Mungu, alimtuma Yoshua kupigana, huku yeye akisimama mlimani akiwa na fimbo ya Mungu. Kutoka 17 inaeleza kilichotokea. Musa alipoinua mikono yake, Israeli ilishinda. Aliposhusha, Amaleki walishinda. Haruni na Huri waliinua mikono ya Musa hadi jua lilipozama. Israeli walishinda, lakini vita hivyo vilifunua jambo: adui huyu angetaka uangalizi wa kudumu. Kisha Mungu akanena. Kutoka 17 mstari wa 14, Biblia inasema, andika jambo hili kuwa kumbukumbu kitabuni, na uliseme masikioni mwa Yoshua, ya kwamba nitafuta kabisa kumbukumbu la Amaleki chini ya mbingu. Na mstari wa 16 unaongeza, Bwana atakuwa na vita na Amaleki kizazi baada ya kizazi. Huu haukuwa mgogoro wa muda, ulikuwa uadui wa kudumu. Amri ya Mungu ya kuangamiza Waamaleki haikuwa ya kiholela. Ilikuwa jibu kwa adui aliyewashambulia dhaifu, asiyeonyesha huruma na ambaye asingekoma. Lakini je, wangeweza kubadilika? Je, kizazi chochote cha Waamaleki kingechagua njia tofauti? Hapo ndipo mwanzo tu. Kwa maana kila Waamaleki walifanya baadaye katika kipindi cha miaka 400 iliyofuata kinaonyesha ni kwa nini hukumu ya Mungu ilihesabiwa kuwa halali. Waamaleki hawakuacha kamwe. Waamuzi 3:13 waliungana na Moabu kuwatesa Waisraeli. Waamuzi 6:3 hadi 5 waliungana na Wamidiani kuharibu mazao ya Israeli kwa miaka 7, wakawaacha wakifa njaa. Walivamia nchi
kama nzige, wakiharibu kila kitu. Waamuzi 7 inaelezea ushahidi maarufu wa Gideoni na watu wake 300 ambao pia ulikuwa dhidi ya majeshi ya Waamaleki. Lakini Hesabu 24 mstari wa 20 inarekodi kile nabii Balaamu alichotamka kuhusu wao. Amaleki alikuwa wa kwanza kati ya mataifa, lakini mwisho wake ni uangamivu kamili. Hata nabii wa kipagani aliona kile Mungu alikuwa ametangaza. Hatima ya Amaleki ilikuwa tayari imeamuliwa, lakini waliendelea kushambulia hata hivyo. Basi baada ya muda mrefu tukafika katika wakati wa nabii Samueli. Kitabu cha Samueli wa kwanza 30, Biblia inasema Waamaleki walivamia Siklagi wakati Daudi na watu wake walikuwa mbali. Waliuchoma mji hadi kuwa majivu. Waliwateka wanawake na watoto wote pamoja na wanawake 2 wa Daudi, Ahinoamu na Abigaili. Daudi aliporudi na kuona moshi ukipaa, mstari wa 4 unasema yeye na watu wake walilia mpaka wakakosa nguvu ya kulia tena. Hata askari wake walizungumza kuhusu kumpiga mawe. Hivi ndivyo Waamaleki walivyofanya. Hawakushambulia tu majeshi, waliharibu familia. Hebu weka hili katika mtazamo. Kama ungekuwa umezaliwa Israeli wakati huo, babu yako alipigana na Waamaleki, baba yako alipigana nao, wewe unapigana nao, na mwanao pia angepigana nao. Hii ni takriban vizazi 16. Vizazi 16 vya wazazi kuwazika watoto wao waliouawa na uvamizi wa Amaleki. Vizazi 16 vya manusura kusumilia yale waliofanyiwa waliobaki nyuma. Vizazi 16 vya chuki ile ile kupitishwa kutoka kwa baba kwenda kwa mwana. Miaka 400 ya adui yule yule akifanya uchaguzi ule ule kizazi baada ya kizazi. Kila kizazi cha Waamaleki kilichagua kuendeleza vita. Hawakuwahi kutafuta amani, hawakuwahi kutubu, hawakuwahi kuacha. Hii haikuwa hatia ya kurithi, ilikuwa chuki ya kurithi iliyokumbatiwa kwa hiari. Kwa zaidi ya miaka 400, Mungu aliruhusu Israeli kujilinda. Kwa zaidi ya miaka 400, Waamaleki walikuwa na nafasi ya kubadilika, kuacha kushambulia na kutafuta amani. Hawakuwahi kufanya hivyo. Swali halikuwa tena kama watahukumiwa, bali swali ilikuwa ni lini. Hii haikuwa kuhusu kuadhibu watoto kwa dhambi za baba zao. Ilikuwa kuhusu taifa ambalo kizazi baada ya kizazi lilichagua ukatili na vurugu. Walikuwa na karne 4 za kubadilika, lakini hawakubadilika. Mungu alikuwa amengoja vya kutosha. Alikuwa karibu kumpa mfalme wa kwanza wa Israeli jukumu ambalo lingeamua hatima ya mataifa. Na mfalme huyo alifeli kwa njia mbaya kabisa. Samueli wa kwanza 15, Biblia inasema Mungu anamtuma nabii Samueli kwa mfalme Sauli akiwa na maagizo ya wazi kabisa. Mstari wa 1 hadi wa 3 unanukuu maagizo hayo. Sasa nenda ukampige Amaleki na uharibu kabisa kile walichonacho. Usimwache yoyote. Ua mwanamume na mwanamke, mtoto na mchanga, ng'ombe na kondoo, ngamia na punda. Hii inaonekana kali, lakini kumbuka miaka 400 ya kushambulia dhaifu, miaka 400 ya kuchagua uovu, miaka 400 za kutubu. Huu si ukatili, hii ni haki. Hii si adhabu kwa yale mababu zao walifanya. Hii ni hukumu kwa yale wao wenyewe waliendelea kufanya. Mungu aliwapa karne nyingi, karne za kuchagua amani, karne za kuacha mashambulizi, karne za kubadili njia zao. Hawakuwahi. Kila kizazi kilifanya uchaguzi ule ule.
Kila kizazi kililea watoto wake kuichukia Israeli. Kila kizazi kilishambulia wakati Israeli walikuwa dhaifu. Amri ilikuwa wazi. Hakuna maelewano. Hakuna msamaha wa nusu. Uangamivu kamili. Sauli akakusanya askari 200,000. Akaenda kupigana na Waamaleki, akashinda vitani, ushindi kamili wa kijeshi. Jeshi la Waamaleki likavunjwa, miji yao ikachukuliwa. Inaonekana kazi imekamilika. Lakini Sauli hakutii kikamilifu. Samueli wa kwanza 15:8 hadi 9, Biblia inasema akamkamata mfalme Agagi akiwa hai, akaacha pia na mifugo bora. Sababu yake, watu walitaka kuhifadhi wanyama bora ili kumtolea Bwana sadaka. Hii ni kujihalisishia. Hii ni utiifu wa nusu uliovikwa sura ya ibada. Hii ni mtu anayejaribu kuboresha amri ya Mungu. Sauli anadhani anajua zaidi. Alidhani anaweza kumpa Mungu kitu bora kuliko utiifu. Lakini kuna jambo la ndani zaidi hapa. Sauli ni mfalme wa kwanza wa Israeli. Hii ndiyo ilikuwa moment yake ya kuamua. Je, hatamtii Mungu kikamilifu au atatii nusu na kudai inayotosha? Sauli alichagua utiifu wa kinusu. Alimwacha mfalme hai, labda akitaka nyara ya ushindi au kuwaonyesha watu kama ushahidi wa ushindi wake, au alihisi huruma. Sababu ya yote ile haikuwa amri ya Mungu. Samueli anafika na kusikia milio ya kondoo. Mstari wa 14, Biblia inasema, nini hiyo basi mlio huu wa kondoo masikioni mwangu, na sauti ya ng'ombe ninayoisikia? Hii ilikuwa sauti ya kutotii, sauti ya maelewano yasiyoruhusiwa. Sauli anaanza kutoa visingizio, analaumu watu, anadai ni kwa ajili ya sadaka. Samueli anamkatiza. Mstari wa 22 hadi 23 unasema, je, Bwana hupendezwa zaidi na sadaka na dhabihu kuliko kutii sauti yake? Tazama, kutii ni bora kuliko sadaka, na kusikiliza kuliko mafuta ya beberu. Kwa maana uasi ni kama dhambi ya uchawi, na ukaidi ni kama uovu na ni ibada ya sanamu. Kwa kuwa umelikataa neno la Bwana, yeye naye amekukataa wewe usiwe mfalme. Hii ni mmojawapo ya kauli muhimu katika maandiko. Kutii ni bora kuliko sadaka. Mungu hataki sadaka zako kama hutatii amri zake. Mungu hataki ibada yako kama hutajisalimisha kwa mapenzi yake. Sauli alidhani anaweza kubadilisha utiifu kwa sadaka. Alikosea. Samueli anaita hili uasi. Analiita ibada ya sanamu. Sauli amelikataa neno la Mungu, na Mungu amemkataa yeye kuwa mfalme. Samueli mwenyewe anachukua upanga. Mstari wa 33 unasema, kama upanga wako ulivyowafanya wanawake kuwa tasa, ndivyo mama yako atakuwa tasa kuliko wanawake wengine. Kisha anamkata Agagi vipande vipande mbele za Bwana. Mfalme wa Amaleki amekufa. Kazi imekamilika, lakini si kamilifu. Uharibifu tayari umetokea. Sauli alipata nafasi yake, akafeli. Matokeo yake hayawezi kubadilishwa. Akapoteza ufalme wake, roho wa Bwana ikamuondokea, Daudi akachukua nafasi yake. Nasaba ambayo Sauli alitarajia kuanzisha haitadumu. Yote haya kwa sababu ya tukio hili moja. Kwa sababu Sauli alimwacha mtu mmoja hai. Alidhani utiifu nusu unatosha. Lakini ilimgharimu kila kitu, kiti chake cha enzi, urithi wake na maisha yake ya baadaye. Lakini gharama yake ingebidi kuzidi mbali sana zaidi ya maisha ya mziki ya Sauli. Kile unachokikaribia kusikia kitaunganisha matukio yaliyotenganishwa na karne 5,
na kitabadilisha kabisa jinsi unavyolisoma kitabu cha Esta. Miaka 500 baadaye, Israeli iko uhamishoni. Uajemi unatawala ulimwengu unaojulikana. Wayahudi wametawanyika kote katika himaya, wakiishi kama wachache katika miji ya kigeni. Na mtu aitwaye Hamani anapanda madarakani kama wa pili kwa mamlaka chini ya mfalme Ahasuero. Esta sura ya 3 mlango wa 1 inamtambulisha. Baada ya mambo hayo, mfalme Ahasuero akamkuza Hamani, Mgagi, mwana wa Agagi. Mgagi, mzao wa Agagi. Agagi yule mfalme wa Amaleki ambaye Sauli alimwacha hai. Hamani alikuwa Mwamaleki. Ukoo wa damu uliendelea. Mordekai, Myahudi, anakataa kuinama mbele ya Hamani. Hamani anaghadhabika sana. Si kwa Mordekai tu, bali kwa Wayahudi wote. Aya ya 6 inasema, lakini aliona ni jambo dogo kumdhuru Mordekai peke yake. Kwa hiyo Hamani akatafuta kuangamiza Wayahudi wote, watu wa Mordekai, katika ufalme wote wa Ahasuero. Hamani anamshawishi mfalme Ahasuero kutoa amri, siku maalum. Wayahudi wote katika himaya watakaouawa, wanaume, wanawake na watoto, na mali zao kuporwa. Hii ni mauaji ya kimbari, yani genocide. Huu ni mpango wa kuangamiza watu wa Mungu. Unaona uhusiano? Kwa sababu Sauli alimwachia Agagi hai, ukoo wake uliendelea. Miaka 500 baadaye, ukoo huo ukamzaa Hamani. Hamani alikaribia kufanikiwa kufuta kila Myahudi katika himaya ya Uajemi. Kama Hamani angefanikiwa, kusingekuwa na kurudi Yerusalemu, kusingekuwa na kujenga upya wa hekalu, kusingekuwa na Masia, hakuna Yesu, hakuna wokovu. Mtu mmoja aliyeachwa hai, miaka 500 baadaye, mpango mzima wa ukombozi ulikuwa hatarini. Lakini Mungu alikuwa hajamaliza. Esta, malkia Myahudi, anaweka maisha yake hatarini ili kufichua njama ya Hamani. Mordekai, mzao wa kabila la Sauli, Mbenjamini, anakataa kuinama. Familia ya Sauli inapata nafasi ya pili kumaliza kile ambacho Sauli alishindwa kufanya. Esta anafichua njama hiyo. Hamani anafedheheshwa mbele ya mfalme, na Hamani ananing'iniziwa kwenye mti wa kunyongea aliyekuwa amejenga kwa ajili ya Mordekai. Wayahudi wanaokolewa tena. Amri inabatilishwa. Tishio la Waamaleki linaangamizwa kabisa hatimaye. Tendo moja la kutotii, mtu mmoja aliyeachwa hai, miaka 500 baadaye, taifa zima la Wayahudi karibu liangamie. Hii ndio sababu kutii ni muhimu. Hiyo ndio sababu utii nusu bado ni kutotii. Hii ndio sababu amri za Mungu si mapendekezo ya kuboreshwa. Sauli hakumweka Agagi hai kwa sababu ya uasi tu. Alimwacha hai kwa sababu ilionekana kuwa ya busara. Nyara ya ushindi, udhibitisho wa mafanikio yake, labda hata kama tendo la rehema. Ilionekana kama hekima, ilionekana kama uamuzi mzuri, na karibu ikaharibu kila kitu. Hivi ndivyo utii usio kamili unavyofanya kazi. Haujitangazi kama kutotii, unajificha kama hekima, kama kubadilika, kama kuelewa roho ya amri huku ukibadilisha herufi ya amri. Mungu alisema utoe zaka, lakini nitatoa nitakapoweza. Mungu alisema nikimbie majaribu, lakini ninaweza kudhibiti hili. Ninakuwa tu rafiki. Mungu alisema nisamehe, lakini wanahitaji kuniomba msamaha kwanza. Mungu alisema msiunganishwe pasipo usawa, lakini yeye ni mtu mzuri, atabadilika baadaye. Sauli hakusema ninakataa amri ya Mungu. Alisema
nimetimiza amri ya Bwana. Samueli wa kwanza 15 hadi 13. Aliamini mantiki yake mwenyewe. Aliita uasi wake utii. Na jibu la Samueli lililokuwa nzito sana, basi ni nini hiki kilio cha kondoo masikioni mwangu? Ushahidi wa kutotii ulisikika wazi, hakuweza kuufichwa. Hili ndilo swali. Kama Samueli angeingia katika maisha yako ya leo, angesikia nini? Ni mlio gani ungekuwa wazi? Ni maeleo gani bado yanaishi ambayo Mungu alikuambia uharibu? Labda ni uhusiano unaojua haumheshimu Mungu, lakini umejishawishi kuwa unaweza kudhibiti. Labda ni tabia ulioipa jina jipya la kupunguza msongo wa mawazo. Labda ni uchungu uliouita kuweka mipaka. Labda ni tamaa ulioificha kama hekima ya kifedha. Agagi katika maisha yako hataonekana kuwa hatari. Agagi alionekana kama mfalme aliyeshindwa, mwenye minyororo, aliyedhibitiwa, asiye na madhara. Lakini miaka 500 baadaye, uamuzi huo ulidhaniwa hauna madhara, ulimzaa amani. Unachokisaza leo, watoto wako wanaweza kulazimika kupigana nacho. Unachokivumilia sasa kinakuwa mgogoro wa kizazi kijacho. Sauli alidhani anayatia maanani mambo. Wajukuu wake wakubwa karibu wafe kwa sababu ya busara yake. Lakini hapa kuna rehema. Tofauti na Waamaleki, bado unaweza kutubu. Tofauti na Sauli, bado unaweza kuchagua utii kamili kabla adhabu haijafika. Ofa bado iko wazi, lakini haitakuwa wazi milele. Ni nini Mungu anakuambia ukimalize lakini unaendelea kujadiliana nacho? Mwanzoni nilikwambia taifa moja lilipata hukumu ya milele kutoka kwa Mungu. Sasa najua umejua kwa nini. Sio kwa sababu ya babu yao alikuwa nani, bali kwa sababu kile kizazi kilichagua chuki. Kila kizazi kilichagua ukatili. Na Mungu alipowapa Israeli nafasi ya kukomesha hilo, mfalme mmoja alidhani anajua zaidi. Hadithi hii inachukua zaidi ya miaka 1000, kutoka kwa uchungu wa Esau hadi matiangano ya Hamani. Na yote yalianza na chuki ya mtu mmoja na kutotii kwa mfalme mmoja. Ikiwa hili limekushtua, ikiwa hukuwahi kujua uhusiano wa Amaleki na Hamani, bonyeza subscribe ili upate kujua mengi zaidi kutoka katika vitabu na katika kitabu takatifu cha Biblia. Ni mimi wako Mwalimu Michael Maina.